ngoja nikuonyeshe kitu kingine. Anaposema vazi lake limenyang'anywa, huyu mwanamke katika wimbo ulio bora, anaposema vazi lake limenyang'anywa, ni nini kilichokuwa kimenyang'anywa? Kilichokuwa kimenyang'anywa ni position, nafasi ambayo Mungu alimpa. Mayanto robo shantaraba seketerebo saka. Inawezekana ni nafasi ya ndoa ikanyang'anywa, ukaonyeshwa ni vazi. Mayanto robo saka. Hapa inamuonyesha kwamba alinyang'anywa vazi ambalo analiita shela. Shela ni vazi la ndoa, la mahusiano, linalomuunganisha mume na mke. Kwa hiyo aliponyang'anywa shela, manake alinyang'anywa position ya kuwa mke. Mayanto robo saka tarabaseke. Sikiliza, unaweza kuwa bado upo katika hiyo ndoa, unaweza kuwa bado upo na unaishi na huyo mwanaume, unaweza kuwa bado unaishi na huyo mwanamke, lakini katika ulimwengu wa law, position yako tayari imeshachukuliwa, position yako imeshanyang'anywa. Nafasi uliyokuwa nayo kwa huyo mwanaume imeshanyang'anywa, nafasi ambayo ulikuwa nayo kwa huyo mwanamke imeshanyang'anywa. Ndio maana mnaishi katika hali ya kimazoea tu, upendo haupo tena, heshima haiko tena, mafarakano kila itwapo leo. Kwa nini? Kwa sababu kuna nafasi imeondolewa. Mayanto robo shanda koria masaka torobo saka. Ninakuombea ikiwa nafasi yako ya ndoa imeharibiwa leo, ikombolewe katika jina la Yesu. Ninakuombea ikiwa nafasi yako ya kazi ilikuwa imeharibiwa leo, ikombolewe kwa jina la Yesu. Ninakuombea nafasi yoyote ambayo adui alikuwa ameiba kwenye maisha yako leo ikarejeshwe katika jina la Yesu. Mayanto robo shanda rababo seke. Kora masaka torobo sayando. Rika taraba seke terebo shanda rababa. Mayanto robo saka taraba seke. Mayarebo saka taraba seke. Rike terebo shanta rababa. Sikiliza, pale Edeni walipokula tunda Adamu na Hawa, ghafla walipoteza nafasi. Tukapata lugha ya picha kuonyesha kwamba vazi limeondolewa, na vazi lilipoondolewa wakaanza kutafuta sehemu ya kujificha. Ghafla Mungu anakuja anasema, Adamu uko wapi? Maana sikuoni kwenye nafasi. Nini kimetokea? Mbona sikuoni kwenye nafasi? Adui alimdanganya Adamu na Hawa, walipokubali kufata njia za adui wakapoteza vazi walilokuwa nalo. Rikata sakatorobo shanda. Yawezekana hata wewe kuna jinsi ulianguka katika dhambi. Ulipoanguka katika ile dhambi ndipo nafasi ambayo Mungu alikupa ukaipoteza. Mayanto robo shanda. Kura masaka terebo sayando robo saka. Mayante rebo shanta rababo. Sasa Mungu anataka kukuonyesha na kukujulisha ya kwamba umeshapoteza nafasi. Anapotaka kukujulisha anaweza kukuletea ndoto inayokuonyesha ya kwamba vazi lako limechanika, ama anakuletea ndoto inayokuonyesha ya kwamba vazi lako limechafuka, ama anakuletea ndoto inayoonyesha kwamba umepoteza vazi unalitafuta haulioni. Mayanto robo seke. Iota ndoto ya namna hiyo, usizani ni kitu cha kawaida. Usizani ni ndoto ya kawaida, hapana. Ni ujumbe ambao unaletewa kujulishwa kwamba kuna nafasi umeipoteza. Ndio maana Biblia inanyambia katika kitabu cha Samueli, inanyambia ya kwamba Sauli alipokwenda kinyume na taratibu ambazo amepewa na Mungu. Samueli alipomtembelea akamwambia, umefanya nini? Mbona umetoa sadaka kabla sijafika? Sauli akasema, nilikuwa naogopa. Ndipo Samueli akamwambia ya kwamba umefanya upumbavu, kwa sababu ufalme uliokuwa nao utaondolewa. Na pale pale Samueli akati anaondoka, Sauli akashika vazi la Samueli likalaluka. Samueli alichomwambia Sauli, alimwambiaje? Alimwambia, kama lilivyolaluka hilo vazi ndivyo Mungu alivyolalua ufalme kuondoka kwako na kumpa mtu mwingine. Ufalme ni position ambayo Sauli alipewa, lakini kwa sababu ya kutokuelewa na kufata masharti na kufata vigezo na kufata kanuni za kimungu, akajikuta anapoteza ile position. Na ishara moja wapo ambayo Mungu aliileta pale ili kudhihirisha ya kwamba ule ufalme umeharibiwa, ule ufalme umeondolewa kwa Sauli, ni vazi kuchanwa. Mayantaraba seketerebo shandaraba saka. Reketerebo shantaraba seketerebo shayando. Neno hilo mfano huo unafanana na pale ambako Biblia inatueleza kwa habari ya Sulemani. Sulemani alipohasi, Sulemani alipoenda kinyume na Mungu, Sulemani alipoanza kuabudu miungu, Sulemani alipooa wanawake wanaoabudu miungu, Sulemani alipojengea miungu madhabahu ndani ya nyumba yake, Mungu alipokasirika na kutaka kuulalua ufalme wa Sulemani, Biblia inatuonyesha ya kwa
kwamba alimtuma nabii Ahiya. Alipoenda kukutana na Yeroboamu, alipokwenda kukutana naye, kitu kilichotokea pale, Ahiya alichukua vazi lake jipya akalichana vipande 12, akampatia Yeroboamu vipande 10 vya ile vazi, akamwambia ndivyo Mungu alivyogawanya ufalme wa Sulemani, na amekupa makabila 10, na yeye amemsazia kabila moja kwa sababu ya Daudi baba yake. Alichukua vazi akalichana vipande akamgaia Yeroboamu, akasema nimekupa makabila 10, utakuwa mfalme kwa makabila 10. Yeye huyu Sulemani na watoto wake watabakia na kabila moja. Nini kimetokea? Kilichotokea ni nini? Ni kwamba katika ulimwengu wa leo waliangalia huyu ameshahasi, amekwenda kinyume, lazima tuchukue position ambayo alikuwa nayo, tuihamishe, kuipeleka kwa mtu mwingine, na ishara iliyotolewa ni vazi kugawanywa katika vipande. Manake position ya yeye kutawala, nafasi ya yeye kutawala kwenye yale makabila iliondolewa ghafla baada ya kuhasi, na ishara aliyopewa ni vazi kugawanywa vipande. Kwa hiyo unapoona vazi lako limegawanywa vipande, vazi lako limechanwa, inawezekana kuna position umeipoteza. Wacha nisogee mbele kidogo. Vazi lako ni kitambulisho cha baraka zako, Kwa hiyo unapoota vazi lako limeondolewa, maanake kuna kitambulisho ama kuna lango la baraka adui amekwisha kuliteka. Hii tunaipata wapi? Tunaipata katika mfano wa Yakobo na Esau. Wakati Isaka anataka kumbariki Esau mwanaye mkubwa, Rebeka alipojua akamwambia Yakobo, sikiliza, baba yako anataka kumbariki Esau, lakini nataka nikuibie hizo baraka kutoka kwa Esau nikupe wewe. Akamwambia njia tutakayoitumia kuchukua hizi baraka, tutachukua vazi la kaka yako Esau, nitakuvika wewe Yakobo, na wewe utaenda mbele ya baba yako. Kuna vazi lako limeibiwa na mtu mwingine analitumia kuvuta baraka ambazo ulitakiwa kuzipata wewe. Biblia inaniambia Yakobo akavaa vazi la Esau. Alipokwenda kwa Isaka alikuwa aone machoni, lakini alikuwa anaweza kuvuta harufu. Alipovuta harufu ya vazi alilovaa Yakobo, akasema tazama harufu ya vazi la mwanangu, akaanza kuachilia baraka. Kilichomfanya Isaka aanze kuachilia baraka, aamini kwamba huyu ni Esau kweli, ni harufu ya vazi. Kuna vazi lako limechukuliwa na lina uwezo wa kuvuta baraka, lakini kwa sababu limechukuliwa na adui, baraka linazovuta lile vazi hazikufikii wewe, badala yake zinamfikia adui yako. Na Mungu akitaka kukujulisha, atakuletea ndoto ya kwamba kuna vazi limechaniwa, kuna vazi limepotea, kuna vazi limechafuliwa.